Kipindi one ni The Smartphone ya Simulizi Digital, na kama nilivyokuambia hapo awali, leo hii nina mgeni wangu the champion kabisa, Charles Tondo kutoka maeneo ya Mabibo. Bwana, karibu sana Charles. Fresh blaza. Karibu sana. Fresh, shukrani sana. Na hii ndo The Smartphone ya Simulizi Digital. Kwa hiyo karibu sana champion. Shukrani sana pamoja. Bwana, kama ilivyo hada, najua mimi namfahamu the champion super duper kabisa, Charles Tondo, lakini wewe ambaye unatazama The Smartphone ya Simulizi Digital, najua unatamani kujua zaidi Charles Tondo ni nani, historia yake, background, nini anafanya. Kwa hiyo nakupa wasaa wa kumjua, japo kijitambulishe kidogo kwa ufupi kwa Watanzania ambao wamfahamu. Najua champion wengi wanakufahamu, lakini ningetamani kidogo tu kwa kifupi, at least wasiokufahamu leo hii au wanaokufahamu wanataka kukufahamu zaidi, wakujue historia yako, umetokea wapi, wewe ni nani na unafanya nini. Karibu sana champion. Shukrani sana. Bwana, kwa majina naitwa Charles Leonard Tondo. Ni mzaliwa wa Mabibo, Banda Respect pale. Ndio nilipozaliwa kabisa. Ndio humo pale. Lakini kwa ambao wanataka kumfahamu Charles Tondo, yeye ni bondia wa Tanzania ambaye anacheza kwa staili ya Southpaw. Amepambana mapambano 28. Katika mapambano 28 ameweza kushinda mapambano 16, lakini katika mapambano 16 amefanikiwa kupata sare mapambano 3, lakini katika mapambano 3 ukiacha hayo ameweza kupoteza katika mapambano 9. Katika mapambano 16 ambayo ameweza kushinda Charles Tondo, mapambano 7 ndio mapambano ambayo ameweza kushinda kwa KO. Lakini pia anashikilia katika lenki yake, anashikilia nafasi ya 13 kati ya watu 61 Tanzania kama sikosei champion. Lakini pia ni bondia ambaye ameweza kuiwakilisha nchi kimataifa. Amepigana mataifa mbalimbali kama Uingereza pamoja na Filipino. Kote ameweza kuiwakilisha bendera ya Tanzania. Bwana champion, kwanza nasikia hivi karibuni ulitoka safari ya nchini Uingereza. Na katika pita zangu kidogo, nimeona Uingereza ni nchi ambayo una bahati nayo kubwa sana ya kufanya mapambano yako kule. Nini siri kubwa ya mafanikio ya wewe championi na nchi ile ya Uingereza? Tuambie kidogo Tanzania wajue. Kwanza kabisa first time kabisa nimeanza kusafiri, nakumbuka alikopo nadhani kama 2021 hivi, kitu kama hicho. Nilipata bahati kucheza mechi ilikopo Sheffield, nicheza na bonda moja aitwa Tom Frankie, ni bingwa katika uzito wa Superfly, na mimi kipindi kile kwa cheza Superfly. Nikaenda nikacheza naye yule Tom Frankie round 8, tucheza ubingwa nchini kwao pale Uingereza. Nikacheza naye nikampiga yule vizuri, round 5 akashuka. Sababu ukiangalia hata kwenye YouTube hajaiweka, akashuka round 5, lakini sio wajibu bwana mchezo kwao, wakapeta pale. Sababu game ilikuwa round 10, ila wakapeta. Baada ya dakika 3 tucheze dakika 3, wakawa naika mara dakika 2, mara sometime, yani figiso ambazo mimi nazielewa kabisa hizi ni changamoto katika ulingo wanazonifanyia. Mechi kwa round 8, ubingwa akachukua ule Tom Frankie. Ila baada hapo katika nilivocheza ule mchezo nikaonesha mchezo mzuri kwa wakanipenda. Pia nilivocheza na ule bondia wakaona kabisa sio level yangu, wakanitafutia bingwa. Nikarudi tena Tanzania, nikafanya mazoezi, nikacheza fight tu kaza, wakanihitaji tena. Sikumbuki ilikuwa mwaka gani ile, wakanihitaji tena. Kuna bondia mmoja anaitwa Dennis McCann, kule ni bingwa nchini Uingereza katika uzito wa super bantam, na mimi tayari niko ponisha panda uzito, nacheza kilo super bantam, nacheza uzito wa super bantam weight. Kwa hiyo nikaenda kukutana naye katika uzito wa super bantam ule bondia, nikacheza naye round 10 yule Dennis McCann, ubingwa ulikuwa WBC, nakumbuka kitu kama hicho. Nikacheza round 10 ilikuwa mji wa Wembley pale, uwanja wa Wembley. Mchezo round 10 tukamaliza round zote, na ule Dennis McCann ukizungumzia paka nakwambia ni superstar. Sasa kama hapa Tanzania wanamzungumzia Ibrahim Classic, wanamzungumzia Sani Mwakinyo, wanamzungumzia Falizini Majia, shona, yani ni bingwa. Kwa hiyo nikaenda naye kucheza naye na nikaonesha mchezo mzuri, sababu ule bondia kwanza na historia hapa Tanzania, kacheza nao kama bondia wawili. Alicheza na bondia mmoja anaitwa atokea Bagamoyo,
anaitwa nani, jina lake nimelisahau kidogo. Akacheza na bondia mwingine anaitwa John Chua, pia akapigwa KO raundi ya pili. Ila mimi nikaenda kucheza na raundi 10 pia nikaonesha uwezo mkubwa, nikamaliza na raundi 10 zote, tena nilikopopiga nikupige. Raundi zote zikaisha. Kwa hiyo yani kucheza na ule bingwa, kucheza na bondia wa kwanza first one ule Tom Frank. Alafu pia nikaja kucheza tena na bondia Dennis Makani, nikamaliza na raundi zote 10. Kile kitu walishangazwa. Bondia mimi nimeenda kumaliza naye ule bondia, ni bondia ikawa imeongeza wigo zaidi na fursa zaidi. Imeongeza huko mkubwa na mabosi pia katika ule ukumbi ulikopo uwanja, sababu tulicheza katika uwanja kabisa Wembley. Yani katika uwanja kabisa kama hapo unavunza uwanja Taifa, tumecheza kabisa katikati ya uwanja wa Wembley tulicheza ile game. Kwa hiyo tumecheza ile fight, mabosi walikopo wengi sababu ile mechi minikadi ilikopo kubwa. Afu sisi tulicheza supporter minikadi. So masuala kucheza uwanja wa Wembley afu unacheza supporter minikadi bingwa wa WBC. Kwa sababu Wembley ni uwanja mkubwa sana kimataifa. Kwa hiyo ni sio kitu kidogo. Ndio baada ya hapo kwa hiyo nilipocheza ile fight pale Dennis Makani nikapoteza kwa pointi, na kweli nilipoteza. Sababu ukicheza fight katika ulingo unajua kabisa hii nimepoteza, hii nimenyimwa. Fight kweli nilipoteza kwa pointi, ila nilicheza, tulipigana sana mpaka nakukwambia tulimaliza raundi zote 10, unajua tulipigana vibaya. Unaona? Kwa hiyo nilimaliza raundi zote 10, mabosi wengi waliniona pale. Mimi nikacheza fight ile imeisha, nikarudi zangu Bongo. Kwa hiyo nikaendelea kucheza fight zangu tu za Bongo, lakini wenyewe pia wakaangalia kwa jicho la tatu. Kwa hiyo mwaka huu hapa umeingia mwezi wa kwanza, kuna bosi akanitafuta. Nimekaa zangu Instagram, bosi akanitafuta, bwana hapa nataka nikupe fight Uingereza. Unaona? Kwa hiyo nimepata fight Uingereza, nimeenda kucheza japokuwa sipo saa kiafya, kwa sababu mechi ya mwisho nilicheza hapa na bondia moja aitwa Idali Mchanjo. Nilicheza fight vizuri, ila sikucheza katika uwezo wangu watu wanaonijua. Na pia soka mimi nilipenda, ila sijajua kiafa sipo vizuri. Sababu nilienda kucheza hii fight ya mwezi wa kwanza, nilienda kucheza na bondia moja aitwa jina lake nimelisahau kidogo. Nilicheza naye mechi raundi 10, nikapoteza KO raundi ya 4. Ila katika kupoteza kwangu ile bondia wenyewe walishangaa Uingereza. Ile bondia ni wa kawaida, unaona. Lakini mimi nilicheza naye soka mali nilipiga, nilicheza naye raundi ya 4. Kifua kilikuwa kinanibana, mbavu zinanibana. Shona, sababu hiyo hali ilinitokea hata mechi nacheza na Idali Mchanjo. Mbavu zilikuwa zinanibana hadi mgongoni, yani nasikia vichomi. Pia imekuja tena kunitokea tena Uingereza. Shona. Nilivyoshuka katika ulingo pale, wale mabosi pia walioniona, wakaniambia shida nini, mbona unacheza na mabingwa afu leo umecheza tofauti tunavyokutegemea. Nikamwambia bwana mimi sipo sawa, mimi naumwa. Naona kabisa mimi naumwa, sipo sawa, nikipigana mimi naona mbavu zinaniuma. Kwa hiyo kutoka pale mimi wakanichukua, wakanipeleka hospitali, nikatibiwa. Nashukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi nipo sawa. Niligundulika na maji katika mapafu kule Uingereza. Na maji katika mapafu, afu pia nikupo na TB ambao nikupo sijijui, kwa sababu TB yangu nikupo na mimi nikupo sikoi wala sibanji. Ila ilikuwa anatafuna mwilini, sijui hata TB aina gani. Wao walipopima wenyewe kule madaktari wakanigundua na TB na maji, yani na ukungu wa maji, wakanigia vidonge nikatumia. Sababu nilipopigwa KO ile nikafungiwa siku 26. Kwenda na siku 26 zile, yani maji mimi nikaenda nikaangaliwa, sababu nilikaa wiki moja, nikaenda kaangaliwa katika sile maji nikasina. Kwa hiyo ile dozi ya TB, unajua zetu Uingereza na huku dozi ya TB unatumia miezi 6. Kule dozi ya TB unatumia mwezi mmoja tu, dawa tofauti na Bongo. Mimi nimetumia dozi muda ndani ya mwezi mmoja, nipo sawa, nimeenda kutibiwa, nipo sawa. Mechi iliyofuatia nikaja kupiga fight tena, mechi ya raundi 6, nikatestiwa kwanza raundi 6 nitacheza vizuri. Nikaenda kucheza mechi raundi 6, nilicheza uwanja wa York Hall pale London. York Hall nimeiona kwenye box rec. Nikacheza pale raundi 6 nikamaliza tena mwanzo mwisho tulipigana. Wenyewe wakasema sasa hivi upo sawa. Unaona? Kutoka pale nikaenda tena kucheza tena mechi Newcastle. Nikacheza tena pale raundi 6. Newcastle Arena hii Newcastle. Yani ni jiji la Newcastle, sababu kama unavyozungumzia Dar es Salaam. Yani kule yani sema unavyozungumzia Dar es Salaam ni mkoa. Na kule basi ukizungumzia Newcastle ni mkoa. Yani kama uko unavyozungumzia Dar es Salaam. Kwa hiyo nikopo yani jiji la Newcastle. Ila nikopo sipo katika kiwanja cha Newcastle, ila ni jiji la Newcastle pale mjini. Safari zote hizo champion Charles Tondo ni safari za kimafanikio, na mabondia wengi sana wanazitamani safari za namna hiyo, lakini pia kuna kuwaga na sintofahamu ya mabondia wengi kutokuwa na management ambayo inayozunguka. Kwa mfano kama vile wanasheria,
watu ambao mameneja wanaweza kusimamia mikataba yao ambapo wanavyokwenda kucheza game nje huko. Mabondia wengi wa Tanzania wameonekana hawana hivyo vitu. Je, wewe mafanikio ya safari yako ya kwenda nchi ya nje, amini nje ya nchi hii ya Tanzania, amini Uingereza na nchi tofauti tofauti. Je, ni una management, wanasheria, managers ambao wanakuzunguka nyuma yako ili kukupa usaidizi katika mikataba mbalimbali unayoingia huko nje za nchi? Hapana, mimi sina manager wala sina mwanasheria. Kwa sababu sisi Tanzania ujue boxing bado ndio sasa hivi inainuka, ila bado katika kuna vipengele vingi sana bado havijakaa sawa. Shona, kwa sababu vipo vingi, kwa sababu hata sisi wenyewe tunapigana boxing, lakini pia mabondia wengi hatuna tabima za afya. Shona, yani kuna vipengele vingine vya muhimu bado bado vijakaa sawa. Kwa hiyo vipengele vya mwanasheria hivyo vitakuja hapa Tanzania lakini baadaye. Ila sisi kama sisi wa Tanzania hapa katika chama chetu cha boxing, Shona TPBRC, pale tuna viongozi wetu hapa Tanzania tumewachagua. Hao ndio wanatusimamia sisi kisheria. Yaani tuseme wao ndio wanasheria wetu ambao wanatuongoza sisi katika michezo. Leo mimi nikitokea nimeenda nchini Uingereza nimepigana fight, nimezulumiwa malipo, basi wale ndio watafanya mpango kila kitu mpaka mimi nitalipo, kwa sababu wao wanawasiliana na commission ya kule. Kwa sababu siwezi kutoka hapa Tanzania mpaka nipate kibali cha Tanzania. Watanzania wathibitishe kabisa kule naenda kufikia sehemu salama, hoteli gani, nacheza lini game, malipo yangu yapo pesa ngapi. Shona, watawasiliana na promoter, kwa sababu email ya promoter lazima iwepo katika mkataba. Watawasiliana naye vizuri na pokezi, na pia watataka chama cha kule, wawasiliana na chama cha kule cha ambacho nachoenda kucheza katika ule mji. Kwa hiyo ikitokea nimetapeliwa au nimeletewa matatizo yoyote, kwa hiyo mimi itakopo ni haraka sana yani kusaidiwa. Shona, yani ipo haraka sana kusaidiwa. Na pia hata ikitokea changamoto yoyote ile nimepata kule, labda nimepata ajali, nimedondoka au nimefariki bahati mbaya, kwa sababu ya matatizo yapo kokote. Shona, katika mkataba lazima uandike address yako unaotokea. Shona, kwa hiyo itajulikana tu. Yani matatizo sisi lazima chama chetu cha TPBRC kinatuangalia, ni wale ndio wanasheria wetu, sisi wanatuongoza. Okay. Charles, Azam walikuwa ni moja ya chombo ambacho kiliweza kuboost sana mchezo wa ngumi Tanzania, lakini hapa katikati ulistop kidogo. Sasa hivi mchezo wa ngumi umerudi rasmi ndani ya Azam TV, lakini mwezi wa 7 tarehe 26 mapambano yanaanza kurudi rasmi ndani ya Tanzania baada ya Azam kushinda ile kesi yao ambayo ilikuwa inawakabili. Wewe kama bondia unaozungumza nini? Kwa sababu nimeona mabondia tofauti tofauti wameweza kuzungumza kutokana na kurejea kwa vitasa Tanzania. Wewe kama Charles Tondo, kwa nafasi yako, ni kipi ambacho umekipongeza au mapokeo gani ambayo umeyapokea kutokana na kurejea kwa vitasa Tanzania? Kwanza mimi nasema nashukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi vitasa vimerudi. Ujue sio jambo dogo, kwa sababu kesi ilikuwa kubwa, na pia si wengine wabondia wengine wachanga kama sisi wengine ambao bado hatujafika tunapopataka. Ndoto yetu ilikuwa bado so hapa tulipofikia, inabidi tufike mbali. Kwa Azam TV, kwa sababu kama mimi nimeanza kucheza boxing kipindi hicho kwenye michanga, so hivi Azam TV bado hajaja. Kwa hadi ulivyokuja kuna vitu vingi yani vimebadilika. Mechi kiwekwa sasa hivi tunajiona kama mimi nikienda nchi za wenzetu nikienda kucheza fight, kuna mabadiliko makubwa hata katika maukumbi, jinsi unavyopokelewa, unavyoingia katika ulingo, mabadiliko makubwa. Kwa hiyo sasa hivi na sisi tumebadilika kidogo, hata na sisi tukiingia katika maulingo, katika event yetu ya Tanzania, tunajiona tunaenjoy, tunaona kama tupo nchi za wenzetu. Shaona bwana. Kwa hiyo Azam TV wamekuja wametuboreshia mchezo, na pia kuna vipengele vingi vimeboreka. Shaona vimekuwa imara sasa hivi. Shaona pia malipo tu ambao tulikuwa tunalipwa zamani na sasa hivi tofauti. Zamani tulikuwa tunagewa la sabuni tu au unagewa t-shirt ya Omo. Bwana unapigana unagewa hela sabuni, unaenda kapimi, unaenda kafue nguo, yani zawadi tu. Sasa na hela utakaolipwa umecheza vizuri, labda mashabiki wa kutunze nje. Lakini sasa hivi unaingia mikataba Azam TV na kuingiza mkataba kabisa. Shaona saini pesa nzuri. Mpaka sasa hivi mabondia sisi tuna mafanikio. Mabondia wengine wamejenga, wengine wanamiliki magari, yote na Azam TV. Yeah. Okay, katika baadhi ya mapambano ambayo umepigana Charles Champion, kuna pambano ambalo nilishuhudia yapo mengi ambayo umepigana vizuri kwa ubora wako ambao nakufahamu, lakini lipo pambano ambalo ulipigana na Oscar Richard kutoka Knuckles Gym, lakini lipo pambano ambalo ulipigana na Haidari Mchanjo, ndio pambano lilikuwa moja ya pambano kubwa sana. Baada ya Haidari Mchanjo fight yake ambayo ilitoka draw, je,
Upo tayari kufanya rematch na Haidari au unazungumziaje? Haidari Mchanjo nilicheza naye mechi nikatoka naye draw. Shona. Na pia Haidari Mchanjo yeye alikopo amenizidi. Nadhani kitu kama alinizidi. Alinizidi alikopo juu yangu pale. Alizidi kwa kilo ama kwa rank? Katika rekodi. Okay. Sababu mechi yangu nilienda kucheza Uingereza nimeshuka uzito. Ndio maana paka nimeshuka uzito maana nimeteremka. Sababu mechi nilicheza KO, nilicheza mechi nilipoteza KO ndio imenishusha nimekuwa hadi 12. Mimi niko mtu wa pili katika uzito wangu sio banta. Okay. Shona niko namba 2. Kwa Haidari Mchanjo kwa namba 1 mimi niko namba 2. Shona. Kwa tukacheza mechi tukatoka draw. Kwa hiyo draw pale matokeo bado hajajulikana ni bingwa. Kwa hiyo lazima nitakuja kudiana naye. Kwa hiyo natamani sana nidiane naye Haidari Mchanjo na pia kuna mabondia wengine wengi ambao wapo katika uzito wangu hapo vizuri. Pia natamani nicheze nao. Ila Haidari Mchanjo nataka nianze naye kabisa kwa sababu nimetoka naye draw, lazima bingwa ajulikane. Bwana Charles Tondo, mimi naomba hapa kwenye Haidari Mchanjo tukiwa wote tunaangalia kamera angavu ya the smartphone ya Simulizi Digital. Yeah. Naomba Haidari Mchanjo popote alipo asikie kwa maneno ya kichampioni Charles Tondo. Naomba Haidari Mchanjo popote alipo asikie kwa dakika moja. Charles. Haidari Mchanjo. Charles Tondo naongea. Bado hatujamalizana. Yaani kisasi lazima kilipo mzee. Kwa hiyo jiandae mimi muda wote saa yote. Natia wino, yani muda wote mimi namwagika wino. Usipinge mzee kwa sababu tumetoka draw. Kwa mimi nakungojea. Lazima ukae hiyo siku. Yeah. Asante sana popote ulipo. Haidari Mchanjo championi. Charles Tondo anakuhitaji. Anasema kisasi bado hakijakamilika kwa sababu mechi ya kwanza iliamuliwa kwa draw. Kwa hiyo pale Kijitonyama Posta kama sikosei. Kwa hiyo Haidari Mchanjo bado Charles Tondo anakuhitaji. Si maneno yangu, ni maneno ya championi Charles Tondo. Nimepambana matatu tu. Je, upo tayari kufanya lishafo ya kuwarudia wale ambao walikupiga kipindi kile akiwemo Ramadhani Pido, James Kibazange katika mapambano matatu ambayo ulipoteza? Je, uko tayari kusafisha rekodi ya wale ambao walikupiga kwa sababu katika mapambano yako yote 28 ni Watanzania watatu tu ambao wameweza kuchafua rekodi yako kama sikosei? Je, tukiomba rematch na wale tusafishe rekodi zetu, tupo tayari? Cha kwanza kitu ambacho uko ukijui mimi bondia aliwahi kunipiga ni mmoja, Ramadhani Pido. Yaani ndo bondia ambaye anasema mimi hapa Tanzania akanipiga. Mimi sija kupijwa, yaani kuanzia Manzese wala Mabibo. Sija kupijwa na bondia yote. Yote unamjua wewe. Alonipiga mimi na Ramadhani Pido. Ramadhani Pido amenipiga mimi ni muda mrefu sana kipindi hicho kwa sababu kwanza Ramadhani Pido mimi amenizidi umri cha kwanza. Alafu mimi naanza boxing Ramadhani Pido nimemkuta. Ashana mechi nyingi. Kwa hiyo mimi nikatoka pale kama chambo jimu. Kocha ananiaminia ni mdogo lakini ananiaminia. Nikaenda nikacheza naye Ramadhani Pido. Nimecheza na Ramadhani Pido raundi 6. Kipindi ambacho sina hata uzoefu wa kucheza raundi 6. Mimi nilikuwa nacheza raundi 4. Kwa hiyo nimecheza kwa uwezo wangu raundi 4, nimemaliza raundi 4 zile. Raundi 2 za mwisho zile ndo amekuja kuniokota mimi kipindi nishachoka. Na kipindi kile yani sihesabii sana kwa sababu nilikuwa nacheza boxing bado akili yangu haijapanuka. Sina yani hata kama hivi awazamu bado hajaingia. Boxing nilikuwa najifurahisha. Nilikuwa sifanyi boxing kama kazi. Na pia Ramadhani Pido hata leo ukimwambia Luyana Charles Tondo atakimbia futi 100 kwa sababu alishakimbia sana. Hataki hata kucheza na mimi. Pia hata mimi sitamani kwa sababu pia hata uwezo wake wenyewe ni umemshuka. Hata mimi mtu wote akisikia bwana Charles Tondo na Ramadhani Pido, kila mtu hata mfuto wa game hamna kwa sababu yeye bado amedrop kwa sababu yeye alikuwa ni mkubwa. Tele ka drop katika game, mimi bado nipo hiki sasa hivi bado. Ukizungumzia James Kibazange nilimkuta katika game gym. Ninafanya gym moja. Kwa hiyo tulienda kucheza mechi kama gym contest tu. Kocha akasema bwana jifanyie kama toka gym tofauti. Kwa hiyo game imeingia kimakosa tukaandika box leki. Unaona? Tulicheza pale kwa point akanizidi. Unaona? Lakini tukashangaa game imeingia kutoka box leki. Kwa hiyo zile sizihesabii zile game. Ila nahesabia ni game moja tu la Ramadhani Pido. Basi hiyo ndo alinipoteza. Na nilipoteza kwa sababu hiyo. Kipindi hicho nilikuwa sina uzoefu na nilikuwa nacheza boxing kama najifurahisha kwa sababu nilikuwa ni mdogo. Sio kama sasa hivi. Sasa hivi kucheza na mimi unajua lazima ujipange kwa sababu mimi boxing imenipa imenufaisha katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Usiwezi kuleta masiara kwa sababu sija kufanya kazi aina yoyote nikapata hela nyingi zaidi ya boxing.
Yani kiukweli nasema kabisa. Yani boxing ndio imeshikisha hela nyingi, si ya kufanya kazi aina yote. Kwa sababu kwa hiyo na ukizungumzia hivyo, ukikutana mimi lazima utulize akili, kwa sababu sasa hivi mimi boxing ndio kazi yangu naitegemea. Mimi nimesoma lakini elimu yangu sio ya hivyo, lakini nimepanda ndege nimeenda nje, nimekaa Uingereza. Kuna watu wamesoma waje wajae kuenda hizo nchi. Unaona? Kwa hiyo ukikutana mimi sasa hivi siwezi kuletea masiara. Lakini enzi hizo nimecheza Ramadhani Pido, ndio kama nilivyokuambia nilikopo bado sijitambui, sijui ninachofanya nini, nilikuwa nacheza tu fight. Yeah. Okay, na hapo umesema kwamba boxing imekufanyia mambo tofauti tofauti katika maisha yako kama unavyokiri. Na mtu akija mbele yako kwa sasa huwezi kumfanyia masiara kabisa. Kitu gani kikubwa ambacho unaweza ukasema hiki mimi najivunia na kimetokana na maisha ya boxing kwa mtu ambaye anatamani kujua na leo hii kuingia kwenye maisha ya boxing, ambayo unaweza kumuinspire yuko mtaani? Sasa karibu. Zamani bwana boxing watu walikujua uhuni, usela, sababu hata mimi mwenyewe babangu alikuwa anajua napotea nikiingia katika boxing. Unaona? Mimi kuja na usafiri wangu, sitaki kujigamba sana, mimi sina gari. Mimi bajaji, nina bajaji moja nilinunua ile pale bajaji. Nilicheza fight yangu moja nje nikapata pesa, ila sikupata pesa hivyo. Nilipata kama milioni 7 hivi. Nilipata kama milioni 8, nikabaki na milioni 1. Milioni 7 nikaenda kuitoa benki. Bwana nahitaji bajaji, ila nyingine nitalipa kidogo kidogo. Kweli ni bajaji nikaendesha mwenyewe, kwa sababu nje ya box najishughulisha mwenyewe na bajaji yangu. Naendesha boti mtandao, katika napakia abiria mtandaoni. Kwa nikiwa na fight nampa mtu bajaji anafanya kazi, au nikiwa sina fight na kimbiza mwenyewe, kifika muda wa gym naenda zangu gym. Kwa hiyo bajaji tuseme yani bajaji na sababu kipindi kile nachukua bajaji nachukua nimechukua mimi ni milioni 9 kama na 800 bajaji isivyotoka. Kwa hiyo nilimaliza hela kidogo tu. Kwa hiyo hela nyingi sana itoka katika boxing. Pia chengine mimi nimejenga kupitia boxing. Na nyumba kabisa Malamba mawili nimejenga kupitia boxing. Kwa hiyo najivunia kwa sababu hamna kazi niliyo kufanya yote ambayo nimefanya afu nimechukua ile pesa nimeenda kutia katika nyumba. Boxing ndio imenifanya mimi nimejenga. Yeah. Kwa hiyo wewe kijana wa Kitanzania kupitia mfano wa champion Charles Tondo anakwambia kwamba maisha ya boxing yanalipa kama ukiweka juhudi. Tumemsikia hapo mafanikio yake ambayo ameyasema, amejenga, amepata usafiri kupitia maisha ya boxing. Kwa wewe kijana ambaye huko mtaani na unaona boxing ni uhuni, hizo dhana zimepita. Ingia kwenye boxing, tuje tutufiwane huku na kina Charles Tondo. Maisha ya boxing yanalipa, zingatia hilo. Bwana Charles, The Smartphone ya Simulizi Digital ni kipindi ambacho kinafuatiliwa na Watanzania wengi sana na kimejitanabaisha kwa kweli kwenye masuala ya masumbwi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatuangalia sasa hivi. Je, una maneno gani ya kumwambia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania wote kwa ujumla kuhusiana na mchezo wa boxing, kuanzia mifumo ilipo sasa hivi, ilipotoka, na kitu gani ambacho wewe unatamani boxing ingeelekea katika miaka 5 ijayo? Wewe kama championi unamwambia nini Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Karibu. Kwanza napenda kabisa kumshukuru Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi ametolea sana mchezo wetu wa boxing, katolea sana macho, kwa sababu mabondia wengi sasa hivi tunapigana, uhalifu wingi sana umepungua mtaani, kwa sababu watu wengi tuko mtaani, si hatujasoma, hatuna elimu yoyote, tumeishia tu elimu ya kawaida. Na kama unavumzia sasa hivi nchi yetu ya Tanzania ni ajira zimekopo adimu sana. Kwa hiyo wengine sisi kama sisi tuna vipaji vyetu, tumejiongeza katika tasnia yetu ambayo tumeichagua. Kama hivi mimi nacheza boxing na Mama Samia anatusupport sasa hivi, anatupa motisha kubwa sana. Tukicheza fight, ukicheza bondia mwenye na Mtanzania mwenzio, ukimpiga KO unachukua milioni 5, ukicheza na mtu wa nje umempiga KO unachukua milioni 10. Kwa hiyo kwanza mimi nampa big up sana. Hakuwahi kutokea rais kama Mama Samia. Mama Samia ndo rais wa kwanza kutupa sisi zawadi kama hizo. Kwa hiyo Mama Samia tukicheza fight, hata mimi leo hii nikitokea nacheza fight nitafanya mazoezi kweli, kwa sababu najua kabisa nikija kupata milioni 10 ujue nasogea kutoka hapa naenda sehemu nyingine. Shone. Kwa hiyo pia anatupa nguvu na sisi tunazidi kufanya mazoezi. Na imani Mama Samia kuna mambo makubwa atakuja, kwa sababu hapa ndo kwanza ameanza, kwa sababu huu ndo mwaka ambao ameanza kufanya maboresho. Kwa hiyo mimi na imani atafanya makubwa mengi sana. Yeah. Na Charles Tondo sasa hivi yuko tayari kwa mapambano. Ulisema mwanzo afya yake ilikuwa kidogo na mushkeli, lakini sasa hivi yuko fiti. Je,
unawaambia nini mapromota wa Tanzania na nje ya Tanzania katika utimamu wa Charles Tondo kwa sasa hivi? Je, Charles Tondo yuko tayari kwa kazi? Mimi nipo fiti. Nimerudi nchini Uingereza. Kwanza nilikuwa na treni sana huko, tofauti nilivyokuwa huko. Kwa mpaka sasa hivi nipo sawa. Hapa ilikuja fight ya tarehe 26 lakini nikaikataa kwa sababu sijapata mapumziko kwanza. Inabidi kwanza nipumzike, ni relax kwanza mwili, ila naendelea kufanya mazoezi. Kwa hiyo mimi na imani fight itakayokuja mimi nitakamua. Na pia kuna mabondia wengi wanaotamani kucheza na mimi kwa sababu hata mimi kipindi hicho nipo underground, kuna bondia nilikuwa natamani nicheze nao ili nifike malengo. Na pia kuna bondia wanatamani kwa sababu nasikia video vyao wanatamani kucheza na mimi. Mimi nawakaribisha, mimi nipo sawa, afya yangu ipo vizuri, ila wajipange. Kwa sababu pia nilicheza chini ya kiwango mechi na Idali Mchanjo kwa mimi mwenyewe navujijua na mashabiki zangu. Ila wenyewe wanajua kabisa shughuli yangu mimi wakikutana nayo. Kwa wajipange, mimi sasa hivi nipo sawa, yani nipo mzima wa afya. Wakaa kijua kutana mimi. Yani kazi yangu ni ile ile kama mwanzo tu. Mimi sirudi nyuma, ni atogope atukimbie. Na hiyo kauli atuogope tukimbie ni kauli ambayo inakupa morali sana katika fight zako. Nimeona hata katika mabango yako, katika posters zako tofauti tofauti ukitumia hiyo kauli ya hatuogopi hatukimbii. Nini siri kubwa katika hiyo kauli ya hatuogopi hatukimbii? Labda Mtanzania anatamani kujua leo, maana nilikuwa ni kauli yako moja kubwa sana. Maana usije kwa unamtisha Mtanzania ambaye anakusikiliza sasa hivi akisikia neno hatuogopi hatukimbii. Inakupa kitu gani ukiwa uwanjani, ukiwa unaitumia hiyo kauli ya hatuogopi hatukimbii, kwa sababu najua imetoka kwako? Yeah. Kwanza kauli mimi hiyo niligewa gym kwetu. Kwa sababu mimi ni kijana mdogo, afu pia alikuwa wanakuja wageni tofauti gym kwetu pale. Kwa hiyo kocha wangu mimi ndo alikuwa anaanza kuneka chambo, ni mdogo. Bwana anza kuvaa glove Charles Tondo, pigana nao. Lakini wale watu ni wakubwa, kimi nilikuwa nafanya makubwa zaidi yao. Kila mtu alikuwa anashangaa. Yaani mdogo lakini anabishia watu. Mimi nilikuwa sirudi nyuma. Unapiga mimi na kagari na kwepa, yani sirudi nyuma, kushoto kulia. Kwa watu ndo wakanitunga hilo jina. Bwana huyu mtu haogopi akimbie. Kwa mimi nikadibatiza kabisa, atuogope atukimbie, yani sirudi nyuma. Yeah. Okay, maneno machache ya kumalizia champion, kwa sababu kidogo muda umetutupa mkono wa kipindi chetu cha The Smartphone. Una maneno yapi ya kuwaambia Watanzania kwa ujumla kwa kufungia kipindi chetu kwa siku hii ya leo? Karibu sana champion. Bwana, mimi napenda sana Tanzania wazidi kutupa support sisi vijana wadogo, kwa sababu pia tumeingia katika mchezo, tumeepuka na mambo mengi sana, kwa sababu sisi tunatokea Uswahilini, kuna vishawishi vingi sana, vishawishi vya madawa kulevya, vishawishi vya kuvuta bangi, mapombe na mengi tu ya kidunia. Kwa hiyo mpaka tumeingia katika mchezo wetu wa boxing, sisi vijana wadogo kuna miko yetu ya boxing, ndio maana ametufanya vitu hivyo tusiingie. Kwa hiyo mimi ninachopenda kuwaomba wenye uwezo wa kutusaidia sisi, watu support, watu push tufike malengo yetu, kwa sababu bila wao support zao sisi hatufiki. Hata nje huko mimi nimeenda kucheza fight, vijana wadogo ambao tunacheza nao sisi wanasupportiwa, ndio maana wanafika malengo yao. Kwa hiyo mimi ninachopenda kuwaomba watu support sana Tanzania, sisi vijana hao wadogo tufike malengo yetu. Yeah. Bwana, mimi champion ni kushukuru sana kwa kuja. Isiwe mwisho, iwe mwendelezo, na hii ndo The Smartphone ya Simulizi Digital inawafungulia vijana milango, lakini pia watu kama nyie. Nimefurahi sana kuwa na wewe kwa siku ya leo, na karibu sana The Smartphone. Bwana, ulikuwa na mimi katika The Smartphone ya Simulizi Digital. Hapa tulikuwa leo na champion Charles Tondo, amezungumza mambo tofauti, lakini labda nipende kusema tu hii ni Simulizi Digital na kipindi ni The Smartphone. Unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, lakini pia vile Facebook pamoja na YouTube. Usisahau kwenda kusubscribe YouTube channel yetu @Simulizi Digital. Ulikuwa na mimi mtoto wa Chifu Mkwawa, Kelvin Msigwa. Mwisho wa kipindi cha leo ndiyo maandalizi ya kipindi kinachofuata. Asante.